hapana. Ile hapana ikampeleka gerezani. Pamoja na kupelekwa gerezani, bado imani ilimtetea. Mkuu wa gereza akaona huyu mtu ana kitu cha ziada kuliko watu wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akampa neema. Mungu akampa neema gerezani. Haijalishi alikaa muda gani, lakini hakukaa kama mfungwa. Alikaa na wasimamia watu wengine kwa haki. Na katika kusimamia kwa haki, akawa anatatua changamoto zao. Mtu ameota ndoto, yuko sad, ameinama namna hii, kwa sababu ana imani ndani yake. Ile imani nilikwambia inakuwa chemchem kwa watu wengine. Akawasaidia. Wewe shida yako ni nini? Nimeota ndoto, inaniumiza, inanitesa. Kwa sababu ya imani aliyojenga, aliweza kumsaidia yule ndugu. Akamwambia, wewe hii ndoto yako ni mbaya na maana yake ni mbaya. Wewe utakufa. Wewe mwingine wewe mwokaji utapona, utakuwa salama. Kwa hiyo Bwana asifiwe. Sijui kama unanielewa. Na kile kitu kikasababisha akaja akakumbukwa baadaye. Sasa angalia kituko kilichotokea. Baadaye amekuwa waziri mkuu. Baada ya kutatua ndoto ya Farao. Imani haimtupagi mtu. Ukiamua kumwamini Mungu, haimaanishi hutapita kwenye moto, haimaanishi hutapita kwenye mabonde, haimaanishi hutapita kwenye changamoto. Kuna wakati unamwamini sema, sasa nimemwamini Mungu, mbona sioni chochote kwenye maisha yangu? Mbona sioni Mungu akinipigania? Haiwagi namna hiyo. Kwa sababu umemwamini, muamini kwa uaminifu, naye atakuonyesha uaminifu wake. Haleluya. Muamini tu kwa uaminifu. Umeamua kujilinda na kujitunza, jilinde na kujitunza kwa uaminifu, utauona uaminifu wa Mungu. Yusufu alijitunza kwa Potifa, alienda gerezani. Angeza akalalamika, Mungu, nini hicho ulichonilipa? Nimejitunza kwenye nyumba ya Potifa, sijakutenda dhambi na niliongea wazi. Mbingu imesikia na ardhi imesikia. Siwezi kufanya ujinga huu nikukosee Mungu wangu. Kwa nini umeruhusu nije gerezani? Ukiona Mungu amekupeleka gerezani, ujue huko ni njia ya kwenda ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alijua hakuna mahali popote Yusufu atakutana na watu wa ikulu, wampe protokoli za ikulu,